Hello, karibu katika Life Wisdom series yangu, na leo tutaangalia nini faida ya dharau. Kumbuka duniani kila mtu anadharauliwa. Hata kama ungefanya nini, watu watakudharau tu, kwa sababu binadamu alivyoumbwa ni kuona mwingine anafaa na mwingine hafai. Kwa hiyo dharau kwa lugha nyingine tunasema kwamba ni sehemu ya maisha. Kuna faida kadhaa ambazo huwa zinatokea mara baada ya kuhimili dharau ambazo unakutana nazo. Na kumbuka ya kwamba kila kitu ambacho unakiona kinaonekana sasa hivi, mwanzo kilivyoanza kilidharauliwa na hakikuchukuliwa maanani, ila watu walikuja kukichukulia maanani mara baada ya kukamilika. Kwa hiyo wewe unadharauliwa kwa sababu watu hawajaona impact ya kitu unachokifanya, ila mara baada ya impact kutokea watakubali tu. Sasa kuna faida kadhaa ambazo huwa mtu anazipata mara baada ya kuvumilia kwenye dharau juu ya eneo analolifanya. Jambo la kwanza ambalo huwa linatokea, Mungu huwa anakuonyesha kwamba kitu unachokifanya ni cha thamani kubwa sana kuliko vile ambavyo wewe unafikiria. Ukiona jambo lolote unalifanya watu wanadharau, maana yake ni kwamba hilo jambo ni kubwa sana. Mungu hataki kulionyesha haraka, kwa sababu anajua kama atalionyesha haraka mbele za watu kama ni bora, watakushambulia na utashindwa kulikamilisha. Kwa hiyo kinachotokea ni kuanza kuinuka kwa dharau, ili sasa wewe uendelee kufanya. Kwa manake unapokuwa unafanya, wale wanakuwa hawakufuatilia, yani hawakuzingatia, kwa sababu walishadharau. Kwa hiyo Mungu anafanya kwa njia hiyo ili kukuonyesha kwamba ile jambo unalofanya ni bora. Utagundua kwamba watu wote ambao walifanya mambo makubwa duniani mwanzo kwanza walidharauliwa, lakini mara baada ya vitu kuja kutimia walikuja kukubaliwa. Nitakupa mfano wa mtu mmoja. Jamaa huyu anaitwa Napoleon Bonaparte, ambaye huyu jamaa yeye aligundua sio Napoleon Bonaparte. Huyu jamaa anaitwa Samuel Pierpont, ambaye huyu jamaa ni Mfaransa. Wakati Napoleon Bonaparte anaitawala ile taifa la Ufaransa, aligundua ile tunasema injini ya ndege, ambapo kumbuka zamani, kama utakuwa unakumbuka vizuri na kama utakuwa ni mfuatiliaji wa historia, zamani meli zilikuwa zinaenda kwa kufuata uelekeo wa upepo. Kwa hiyo alivyogundua hiyo injini, akawa amempelekea Napoleon Bonaparte kwamba bwana, nimegundua injini, na injini hii inaweza ikatusaidia kuandaa kifaa ambacho kitakuwa kinatembea kwenye maji na kitakuwa kinaenda kinyume na uelekeo wa upepo. Lakini Napoleon Bonaparte hakumkubalia, aliona kama lile wazo ni la kipumbavu, akalizalao. Lakini kama utakuwa mfuatilia vitu, gundua kwamba mpaka leo hii meli huwa zinatembea kinyume na uelekeo wa upepo. Yani upepo unaweza ukawa unaelekea kaskazini, lakini kwa meli inaenda mashariki au inaenda magharibi. Lakini mtu mwingine ni huyu jamaa anaitwa Westinghouse. Huyu jamaa ni Marekani aliyegundua treni ya upepo na breki ya upepo kwenye treni. Na huyu jamaa alivyogundua ile, alivyopeleka kwa wale mataasisi au makampuni yanayojihusisha na masuala ya reli, walimkatalia kabisa. Lakini baadaye aliendelea kupambania wazo lake, na baadaye sasa bunge la Marekani likapitisha na kukubali juu ya kubaliana na wazo la yule mtu, na baadaye sasa mpaka leo hii utagundua kwamba treni nyingi zinatumia breki ya upepo. Lakini mtu mwingine anaitwa Robert Fulton, ambaye yeye aligundua kitu kinaitwa mashine ya kuruka angani, ambayo leo tunasema ndege. Alivyogundua, akapeleka wazo katika bunge la Marekani, akapeleka mswada kwa maana ya kwamba apewe fedha za kuweza kufanya majaribio. Lakini waliona kama ni wazo la kipuuzi, kwa sababu Mungu hakutaka kufunua mapema, maana wangemshambulia na asingefanikiwa. Kwa hiyo utagundua kwamba watu wote ambao walidharauliwa ndio watu ambao walikuja kufanya mambo makubwa sana. Lakini kuna baadhi ya watumishi wa Mungu, wakina Yusufu, wakina Danieli, wakina Daudi, walidharauliwa. Kwa hiyo Mungu anachokifanya ni kuonyesha kwamba hili jambo ni kubwa, ila nalificha lisiweze kuonekana kwa watu. Wewe peke yako moyoni mwako utakuwa unaliona, na tukapokuwa nawaambia watu hawatakuelewa. Kwa hiyo ndani ya dharau, amini ya kwamba hilo jambo lako ni kubwa. Lakini unapokuwa unadharauliwa kwenye jambo fulani, kumbuka kwamba Mungu anakuonyesha kwamba sio kila kitu unachokifanya watu watakikubali, maana kwamba hutokubaliwa na kila mtu. Na huu ni mfano tosha ambao ni zaidi kabisa Yesu alivyokuja duniani
alivyochukua tu ile umbo la kuwa mwanadamu, basi si watu wote walimkubali, asilimia kubwa ya watu walimkataa. Na kusudi bado ni lile, Mungu sio kama Mungu hakuwa na uwezo wa kumfunulia haraka na watu wakamkubali, hapana, uwezo alikuwa nao, bali hakutaka awafunulie wanadamu haraka wajue ukubwa alionao Yesu, kwa maana alijua kwamba hawa watu wangemshambulia. Kumbuka, unapokuwa unafanya kitu, kinachoshambuliwa sio wewe, kinachoshambuliwa ni kitu kilichoko ndani, ndio kinachoshambuliwa. Na ndio maana Mungu anakificha, Mungu anaficha kwa lengo la anafanya hivyo ili usiweze kufanya nini? Kushambuliwa na kushindwa kutimiza kitu ulichonacho. Kwa hiyo anachokufanya ni kuonyesha kwamba sio kila mtu atakukubali na sio kila mtu atakubaliana na kile jambo unalolifanya. Lakini kingine, unapokuwa unadharauliwa, kumbuka Mungu anakudhihirishia, bado anakuonyesha kwamba watu gani ni sahihi katika maisha yako. Kumbuka mwanadamu aliumbwa katika pande mbili, kwa maana ya kwamba kuna watu watamkubali na kuna watu watamkataa, na utagundua kwamba watakao kukataa ni wengi kuliko watakao kukubali, na watakao kukubali ni watu wachache sana ambao hutodhania, na bahati mbaya sana wanaotukataaga ni watu ambao ni wa karibu. Kwa hiyo utagundua kwamba hata Yesu aliuzwa na mtu wa karibu. Kwa hiyo Mungu anakuzisha kwamba si kila mtu atakukubali juu ya eneo unalolifanya. Kwa hiyo kudharauliwa ni eneo la maisha na ni eneo ambalo kila mwanadamu atalipitia katika maisha. Lakini kitu kingine, ukiona unadharauliwa kwenye jambo unalolifanya, maana yake ni kwamba ujue kwamba watu hawajaona matokeo ya kile kitu unachokifanya. Wanadamu wa siku hizi wengi wanapenda sana matokeo, na ndio maana utagundua, kama utakuwa mfuatiliaji wa mipira, utagundua kwamba mchezaji anaposajiliwa kwa mara ya kwanza tu atakapofanya vizuri, utakuta amekubaliwa na mashabiki wengi, amekuwa popular sana. Lakini mchezaji huyo ambaye ni bora alikotoka, akija hapa pengine kwenye ligi husika akafanya vibaya, watu wanaanza kumchukulia ni wa kawaida sana. Kwa hiyo hivyo vitu huwa vinatokea sana, ni sehemu ya maisha. Dharau ipo na hauwezi kuikwepa dharau hata kama ungefanya. Hiyo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo usikate tamaa katika kitu unachokifanya, kwa sababu hilo eneo Mungu ndiye ameweka, si kwa mapenzi yako bali ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sijajua wewe unafanya kazi gani na ni dharau gani unazozipitia, na ningekushauri usikate tamaa. Usichukulie zile dharau kama eneo la kutengeneza. Ukikwambia hiki kitu huwezi, basi wewe fanya kuwadhibitisha kwamba wewe unaweza. Usiwape tension kwa kuwajibu, wala usiwape tension kwa kubishana nao, bali wewe kubali na endelea kufanyia kazi eneo lako. Ili uweze kujifunza zaidi masomo haya, unaweza ukanifuatilia kwenye channel yangu ya YouTube, Facebook na Instagram na pia TikTok. Akaunti yangu inaitwa Samson Wilson. Ni masomo mengi sana ambayo nimeyafundisha pale, ambao yanaweza kukusaidia kubadili maisha yako na mtazamo wako. See you at next level.